Habari za kushinda wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa kipindi cha habari za soka hapa na pale. Habari za jioni ya leo zitalenga haswa bara la Ulaya. Joao Cancelo ambaye alikuwa akichezea FC Barcelona kwa mkopo kutoka Al Hilal katika nusu ya pili ya msimu uliopita anatarajiwa kubaki nchini Uhispania. Gazeti la Mundo Deportivo linaripoti Jumatatu hii kuwa Barcelona iko katika hatua ya mwisho kukamilisha uhamisho wa kudumu wa beki huyo wa kulia raia wa Ureno kwa ada ya euro milioni 8 hadi 10. Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester City anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 2 na klabu hiyo ya FC Barcelona. Chelsea ni timu ambayo inazidi kununua wachezaji wengi zaidi. Leo hii imejiongeza mwingine mchezaji ambaye si mwingine ni Jordan Henderson. Siku ya leo Chelsea ilitangaza rasmi kumsajili Jordan Henderson mwenye umri wa miaka 36 akiwa amecheza mechi 34 na kufunga bao moja katika mashindano yote msimu wa mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026. Baada ya mkataba wake na Brentford kumalizika, kiungo huyo wa Uingereza amesaini mkataba na Chelsea utakaodumu hadi Juni 2028. Nikimnukuu nahodha huyo wa zamani wa Liverpool aliweza kuwaeleza waandishi wa habari akisema hivi: kwa kuzingatia historia na hadhi ya club, kocha ambaye namheshimu sana, pamoja na ubora wa wachezaji, ilikuwa fursa kubwa ambayo sikuweza kuikataa. Pia nilivutiwa sana na azma ya wamiliki ya kuiona Chelsea ikifanikiwa. Hayo yalikuwa ni maneno yake tu baada ya kusaini mkataba na timu ya Chelsea. Tunaendelea na habari zetu za soka hapa na pale. Katika muda usiozidi mwezi mmoja, soka ya Ulaya itashuhudia mojawapo ya matukio yake muhimu zaidi ya kitaasisi. Mkutano mkuu wa ECA utakaofanyika Copenhagen kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 30 Septemba. Shirikisho hilo ambalo linawakilisha zaidi ya klabu 800 za Ulaya inaelezea tukio hilo kama mkusanyiko mkubwa zaidi wa msimu wa klabu za Ulaya, wakati ambapo viongozi hujadili masuala muhimu ya soka, huweka vipaumbele vya pamoja na kupanga mwelekeo wa siku zijazo. ECA pia inasisitiza kuwa huu ni wakati pekee katika msimu ambapo klabu za ukubwa wote hukutana ili kuunda mustakabali wa mchezo huo. Wakati ambapo utawala wa FIFA na mgogoro unaomzunguka Gianni Infantino unatarajiwa kutawala mijadala, kwa kuzingatia kuwa ECA tayari imepinga hadharani mradi wa FIFA Forward Enterprise. Mkutano huu unatarajiwa kuwa kitovu kipya na kikubwa cha upinzani wa upande wa Ulaya. Hivyo mkutano mkuu huu unaweza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kuliko mkutano wa kawaida wa kila mwaka. ECA inabainisha kuwa unawakilisha tukio muhimu katika kalenda ya soka ambapo ushirikiano mpya, kuanzishwa mawazo bunifu, kubadilishana na suluhisho
zinazolenga soka huandaliwa ili kushughulikia changamoto za mchezo huu. Shirika hilo linaeleza lengo lake la kuimarisha mashindano, kuendeleza soka ya wanawake, kukuza vipaji vya vijana, kuhakikisha uthabiti wa kifedha na kulinda mustakabali wa muda mrefu wa soka. Katika hali hii yenye mivutano, tayari kuna uvumi kuhusu uwezekano wa Nasser Al-Khelaifi kuwania uraisi wa ECA, hatua ambayo ingeongeza zaidi uzito wa kisiasa wa mkutano huo. Huku uchaguzi wa uraisi wa FIFA ukikaribia, msimamo wa pamoja wa zaidi ya klabu 800 za Ulaya unaweza kutuma ujumbe mzito kwa Gianni Infantino na kuathiri uwiano wa nguvu katika soka ya dunia. Yan Diomande na Real Madrid. Leo hii Leipzig imeweza kujibu uvumi wa kumpeleka Yan Diomande Real Madrid. Hapana, Real Madrid bado haijafanikiwa kuishawishi RB Leipzig kumuuza winga Yan Diomande mwenye umri wa miaka 19 tu. Ameweza kucheza mechi 33 na kuweza kufunga mabao 12 katika Bundesliga msimu wa mwaka 2025 kuelekea 2026. Kupitia kwa mkurugenzi wake mtendaji Marcel Schaffer, klabu hiyo ya Ujerumani ilikanusha makubaliano yaliyoripotiwa na mwandishi wa habari Fabrizio Romano, huku ikimchana kwa kauli hiyo. Ni kweli kwamba wale wanaoitwa wataalam wa usajili walitangaza siku chache zilizopita kuwa makubaliano yamefikiwa, au kutumia kauli ya here we go, bimaana tayari imekamilika. Hali halisi si hivyo hata kidogo. Bado hatujafikia hatua hiyo, mtendaji huyo alifafanua akizungumza na Sky Sport Germany. Hivyo sakata hilo la usajili ambalo awali Paris Saint-Germain ilijiondoa kwalo linatarajiwa kuendelea. Watu wengi wanajiuliza, je, hizi habari za Yan Diomande kuelekea Real Madrid, je, zitakuwa kweli au itabaki tu ni habari za mitandaoni? Ila mimi nikitoa maoni yangu sawa na habari ambazo nimeweza kupata hapa na pale, huenda tu muda usiokuwa mrefu habari hizo zitawezwa kuwekwa rasmi, ambapo mchezaji huyo Yan Diomande ataweza kuelekea Real Madrid, ijapokuwa makubaliano mpaka saa hizi bado, lakini mazungumzo yanaendelea vyema. Na tumalizia habari zetu za jioni ya leo tukibaki kwenye FIFA. Akiwa amedhoofishwa na mgogoro unaoitikisa FIFA, inaripotiwa kuwa Gianni Infantino anatafuta uungwaji mkono kutoka kwa utawala wa Donald Trump. Kulingana na New York Post pamoja pia na BBC, kiongozi huyo wa shirikisho hilo anatarajiwa kuzungumza na maafisa kadhaa wa Marekani ili kupata uungwaji mkono wa wazi. Vyombo hivyo viwili vya habari vinaripoti kuwa Infantino ana hamu kubwa ya kupata uungwaji mkono na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, wakati ambapo mashirikisho kadhaa tayari yametangaza kuwa hayataunga mkono kuchaguliwa kwake tena kuwa rais wa FIFA mwezi Machi mwaka ujao. Hapa ndio kipindi chetu cha leo jioni kimefikia mwisho. Nawatakia jioni njema.
Kwaherini.